wacha nianzie na mambo ya Suluhu. Okay, mbunge power. Wacha nianzie na mambo ya Suluhu. Mimi sioni haja ya kuwa kwamba tunataka kuongea kuhusu mambo ya Suluhu. Kwa sababu Suluhu amesema kwamba tumeharibu kwetu. Hakuna haja ya kurespond. The only way, according to my understanding, hawa watu wote including hao walemavu wote wamejaa hapa, waende nyumbani. Kila mtoto achezee kwa mamake, simbu. Sikiza, hawa ambao wanauza pombe hapa, wanaleta konyagi hapa, wala wanaleta hiyo ndaka, hizo wanaitanga omena, wala wanaleta hiyo takataka zote, wasike barabara waelekea wapi? Kwa mama yao Suluhu. Na hii mambo mengi. Ile kitu ambayo nataka kuambia the government of this country, ichukua hatua kabla tujachukua hatua. Hawa watu wote wa Bongo waelekee kwao. Na mambo mengi hatutaki. Kwa sababu mama yao amesema kwamba sisi ni wakora na tumeharibu nchi yao. Sasa sisi na tumekubali sisi ni wakora ukweli. Sasa Suluhu, njoo chukua walemavu wako na watu wengine peleka kwako nyumbani. Na wasipopeleka hata sisi naweza chukua hatua tuwalete haraka haraka. Kwa hivyo hiyo nimehama hapo. Na nataka niseme hivi. Mambo ya activism nafikiri itaingia Tanzania kutoka Kenya na itaingia Uganda na itaingia Rwanda. Samia Suluhu Hassan apende asipende. Kwa sababu yeye kama anataka kujifanya, tulikuwa na Idi Amin zile miaka zilipita. Na sasa yeye anajifanya Idi Mama. Samia Suluhu kama anataka kujiita Idi Mama wa East Africa, namwambia kwamba sisi hapa Kenya kazi ya Ruto tumemaliza, tumeelewana, ni one term. So tunakuja kusaidia Watanzania. Kwa sababu Kenya tumemaliza kazi. Si tumeelewana ni one term? Si tumeelewana? Si tumemaliza kazi. Sasa tunaendea nani? Samia Suluhu Hassan, ambaye anajiita Idi ambaye anataka kujifanya yani Idi Mama. Idi Mama wa East Africa. Tunataka kumwambia we are coming for you. Na ile kitu Samia Suluhu Hassan anaogopa ni kwamba hawa activists wanatoka Kenya watafungua Watanzania macho. Kwa sababu Watanzania saa hizi ni watu ambao bado wako mahali sisi tulikuwa miaka ya 1980s. Kazi yao ni kukunywa kahawa chungu. Bado wako mahali sisi tulikuwa miaka 1980s. Na sisi hapa Kenya tunataka tuambie Watanzania, sisi Ruto ni employer wetu, ni mfanyakazi wetu, na sisi tunamkataza live. Na Watanzania inafaa wafunguke macho, wajue Samia Suluhu Hassan is their employer. Citizens are the bosses. Samia Suluhu Hassan is not the boss of Tanzania. Citizens are the bosses. Inafaa tufungue Watanzania macho, wajue kwamba hao ndio bosses, sio president ndio boss. Waache hizi vitu za kukaa kwa kando wakisema kahawa chungu, nataka kahawa chungu, nataka mnazi, sijui nini. Waanze kuuliza serikali yao maswali. Tumemaliza kazi Kenya na Suluhu Hassan. Sisi hapa Kenya tumeelewana Ruto ni one term. Tunataka pia tufundishe Watanzania Samia Suluhu Hassan pia anaweza kuwa one term. Face moja kwamba ameshikwa huko. Hivyo entertain such nonsense, hamjui kesho venye kutakuwa. Na president atakuwa huko atasema hata unaenda kuvuruga. Unaenda kuvuruga nchi gani unaenda kuvuruga? How can you compare Tanzania and Kenya in matters of democracy? Speaker hapa anajitanga Mrisho Kikwete. Na nasema Kikwete alikataa East Africa Tanzania hawezi kuwa na title deed. Lakini hapa Mtanzania anaweza kuwa na shamba na title deed. Hawa Chaga hapa Kikombasi wako na plot Kamulu. Mkenya Tanzania na lease. You don't own land in Tanzania. Huyo Kikwete anajitanga pia alikuwa msaliti wa jumuiya.
So hii jumuiya tuheshimiwe ama tutoke venye Brexit walifanya huko. Si lazima tukae pamoja. Sio lazima. Tukiendelea hivi kila mtu aenda kwa mama yake. For your information, kampuni za Kenya ziko Tanzania ni 420 something. Zikifungwa huko watauzana venye wanauzanga albino. Tuamue tufunge hizo zote. Watauzana albino. Hapa Tanzania wamewekeza ngapi? 20 of them. So who is losing? Who is gaining? Hizo kampuni haziajiri wa Kenya, zimeajiri wa Tanzania. So Tanzania, be very careful. Sisi si mchezo. Sisi si mchezo. Na tunataka kuambia Sakaja kama hivi wote wa Tanzania hii pesa unakula. Kwanza tujue hii pesa inaenda wapi? Juu hakuna kiwete wa Kenya mwenye naomba. Viwete wa Kenya wamepaka mafuta, wako na organization, wako tax free, wana import vitu tax free. Juzi ana niliongea na huyu tumeishi hapa tukiwa watoto hapa Kimathi Street, mwenye anapiganga ile kitu hapa mdomo. Anaambia bwana siku hizi ni kubaya. Naenda kupewa pesa nasikia Mtanzania amepita na 50. Bega imekuwa na competition. Wewe saidia kiwete wenu. Juu hata hujui ni nani unasaidia. Na hii maneno wa Tanzania sisi tunanyamazia. So ndugu zanguni niwaulize, moto ikiwaka si unawashanga moto wengine ndio izimike. So Tanzania msicheze na sisi. Msicheze na sisi. Na malizia ni kusema ya kwamba Kenya iko imara, Gen Z iko imara na mbele mimi naona tuko sawa, tutapanga kisiasa. Asante sana Mr. Speaker. Thank you Boni Wodiseme. Kando na hayo, wajua Jamhuri ya Muungano ya Tanzania chini yake mwanzilishi wake Mzee Julius Kambarage Nyerere Mwalimu waliweka sheria, na sheria yao bado ni ile ya ukoloni na waje badilisha. Wajua hapa Jamhuri ya Kenya tulibadilisha 2010 na tumeopen space yetu sana mpaka wa systems zimekuwa weekend. So pia ni sisi ndio tuweke system zetu zikuwe strong. Kabla tujalaumu jirani vile anapanga nyumba yake, tuweke nyumba yetu ikuwe sawa. Ama namna gani? Kwa sababu hapo unapata wageni wameingia sana, wa Nigeria wameingia sana, wanafanya vitu yao. So ni jukumu la idara ya immigration. Wanapatia sana Kenya Police Service shida. Pia wa KDF wanafanya juhudi zao kuhakikisha Kenya iko protected, lakini migration unapata wameingia hapa Kenya sana. Hii imesababisha hata South Africa, Afrika Kusini. The South Africa is also suffering because you find Zimbabweans wanaenda kule. Nigeria hivyo hivyo. Egypt pia wameweka mazingira yao uweze ingia kwa rahisi. So ni jukumu letu sisi kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya na serikali na idara ya immigration na pia ofisi ya rais waweke vikwazo. Mtu anaingia hapa Kenya kufanya nini? Before sisi tuende kuchokora kwa wengine, pia sisi tuangalie, tuweke mazingira yetu ikuwe ile watu wanatii sheria. Okay, kwa Wakenya mimi naitwa Aaron. Na nikitaka kuzungumza na wenzetu wa Tanzania itanibidi nizungumze kwa lugha ya Kiswahili sababu katika lugha ya Kimombo hawapo hapo. Wa Tanzania lazima watuheshimu sisi kama Wakenya. Wale wenzetu ambao walienda kule ni wale watu ambao wamesoma. Martha Karua ni lawyer na ameenda kumtetea Tundu Lissu. Inakuwaje wanashikwa na maelezo zaidi hatuambiwi? Tunaona ni kwamba imekuwa mtindo sababu Besigye alishikwa hapa Kenya. Bado amewekwa ndani hadi siku ya leo. Martha Karua alipoenda kule Uganda kumtetea Besigye tuliona vile aliteswa. Hatujasikia serikali ya Kenya ikikashifu mabaya ambayo yametendwa na serikali ya Tanzania. Sasa sisi tunawapa onyo wa Tanzania. Kama wanataka usaidizi tutawasaidia. Sababu tunaelewa kwamba hata Kenya ukidrop out kwa form 3 utaenda Tanzania na ukuwe lecturer. Suluhu, usijione kwamba wewe ni mtu wa bahati sana. Sababu wakati Magufuli alifariki, Magufuli alikuwa anafanya mazuri kwa Watanzania. Na usione kiti hicho ni cha maana sana ili utumie kiti hicho kukandamiza wenzako. Kama wewe hauna wasiwasi wowote, mbona unatishia
mpigania mwingine wa urais, allow fair competition, allow everyone to vie. Akipigiwa kura akikushinda, kubali. Wewe hujawahi pigiwa kura, ulikuwa handpicked. Na kama kuna mtu ambaye ako nyuma yako, hata kama ni the West, ndio wanakutetea, ndio wana sababu unakuwa na kichwa ngumu, hadi unaanza kutusomea sisi. We cannot allow Tanzania to lecture us. We will colonize you. We will help you in many ways, including civic education in your own nation. We are ready to do that free of charge.